pate uzima wa milele. So tuko hapa kwa sababu tunaamini kazi ambayo kanisa inafanya ni kazi nzuri ya kutusaidia sisi zote wananchi, viongozi, tuishi maisha mazuri, tuachane na maovu, tushughulikie taifa letu na tupendane, makabila yote na watu wote tupendane, tuwe kitu kimoja. Na sisi tuko na heshima sana na kanisa. Nimeona juzi kuna watu walikuwa wanataka kutuingiza katika mizozo baina ya serikali na kanisa, na sisi tukakataa kabisa. Tukasema tungetaka ubishi wowote kati yetu watu ya serikali ama wanasiasa na kanisa, kwa sababu kwanza sisi ni Wakristo. Sasa tukibishana na kanisa tutaenda kuomba wapi? Tutaenda wapi ili kuhudhuria ibada zetu? Vile vile tukasema ile kazi kanisa inafanya, hiyo kazi malengo yake ni sawa na malengo ya serikali. We have the same objectives. Kanisa inasema tusiibe, tusiharibu sijui nini, tusiingie kwa maovu, tusiwe walevu wa kupindukia, tupendane. The same message ambao kanisa inasema, hata serikali au chiefs wetu na hawa tumeweka hapa wa usalama ni wa kulinda usalama, kuhakikisha kwamba hakuna ukora, hakuna maovu katika jamii. Kwa hivyo malengo yetu watu ya serikali ni sawa na malengo ya kanisa. We have similar objectives. Ni vile kanisa iko na superior mandate ambayo inatayarisha binadamu kwa maisha ya sasa na maisha ya baadaye. Unajua hii yetu ya serikali ni ya maisha ya duniani hapa, lakini kanisa wangetaka tuishi maisha mazuri hapa na baadaye. Ni kweli si kweli jameni? Si ni kweli jameni? So we have a lot of respect to the church. Hatungetaka kubishana na kanisa, na sisi tutashirikiana na makanisa kulingana na vile kanisa inataka. Kuna makanisa mengine wanasema hawataki michango. Tutaheshimu hawa ambao wamesema hawataki michango. We have no problem. We cannot force ourselves on something we don't want. Lakini makanisa mengi yametuambia hawana issue, kwa sababu sisi ni Wakristo. Tujumuishe na Wakristo wale wengine, tujenge makanisa, because even us as leaders we are just Christians like everybody else. Pia wale wangetaka tuwasaidie, we will also respect their decision, and that's why we are here today. Na mimi nawashukuru sana makanisa yote ambayo yamewakilishwa hapa, na once more I apologize. Nilikuwa mbali sana. Mheshimiwa nilikuwa nimemwambia nitumane, lakini amekataa kabisa. I tried, akakataa kabisa, kaniambia bana. Niambia nimekuwa Kisii, kaniambia haijalishi. Bali nikikuja Kisii kila siku niko kwa wasakati. Huyu Meruka huyu Alfa, mpigie makofi, amekazana sana. Nikasema chukua mchango yangu, kaniambia I am not touching your contribution. Either you come, leo ni leo, usema kesho. Na kama ukuji leo, wewe mambo yako. Lakini ni sawa, kwa sababu mimi ndugu yangu nikatia amri. Mimi ni mtu ya kutia amri. Na unaona watu wengine hawanielewi. Unajua mimi nimezaliwa katika nyumba ya mchungaji. Na mimi nimeelewa, nimefunzwa kama mtoto nikikua kuheshimu wale wengine. Unaheshimu watu wakubwa, unaheshimu wale mnatoshana nao, unaheshimu hata wale ni wadogo wako. Kwa sababu binadamu wote wanahitaji heshima. So wakati Alfa Meruka amenilazimisha kama ndugu yangu kufika hapa, nimesalimu amri, nikatii, nikakuja hapa. Nimefanya makosa? Si huyu Meruka ni kiongozi mzuri, anakazana watu yake wapate huduma. So Mheshimiwa Alfa, you have succeeded. Thank you very much. Na mimi silalamiki, I'm not complaining. Now wananchi pia, they are saying they are welcoming us here many times. Hata tukitaka kurudi next week, we'll pick another constituency, the other week another constituency, as we also serve the rest of Kenya. Kwa sababu Deputy President, si ni rais
si ni deputy president wa Kenya mzima jamani? Yes. Si lazima aonekane kila sehemu? Yes. Na ashikane na viongozi wa kila sehemu ndio tujenge nchi yetu. Nikisaidia rais, that is my job, to make sure every part of the country government is represented, and we work with the local leaders to make sure that we support one another as brothers and sisters, citizens of one great country called Kenya. Na mimi sababu nimefika hapa, nitatoa pesa yangu, wale wengine walitoa, lakini wacha tu niseme hivi kwa sababu nimefika hapa. Tunang'ang'ana kwa mambo ya cost of living kwa sababu for the last 2 years wakati Rais Ruto alichaguliwa, cost of living ilikuwa imeenda juu sana. Unga ilikuwa 250 shillings kilo mbili. Tumeipunguza kiasi, tumeng'ang'ana nayo kupitia subsidized fertilizer na programs zingine za serikali, imefika about 150, but we are still struggling. We wanted to come down further to 100 shillings or less. Petrol pia, by 2022 petrol ilikuwa 217 shillings a liter. Tumeng'ang'ana naye, imefika 174. We are still struggling to bring it further down. Every month kumekuwa na reduction ya petroleum for the last 2 years, 2 shillings, 1 shilling. In total, between 2022 September and now, petrol prices have gone down by 53 shillings cumulatively to the current 174, and we are working hard to bring those prices even lower so that the mwananchi tumpunguzie makali ama uchungu kwa gharama ya maisha. Na ndio unaona tuko very focused. We don't want distraction. Hatutaki mambo ya siasa saa hii. Kuna watu wanatuvuta twende kwa campaign saa hii, tumekataa. Na sio ati tunaogopa siasa. Sisi tunapenda siasa, lakini tunajua kila kitu iko na majira yake. Si siku ya siasa itafika. Ikifika tutajoroshana siku hiyo. But for now, we are struggling to work on the cost of living. We are struggling to return back the roads program which are stalled because of lack of funds, kwa sababu ya economy. Majani chai kuboresha bei. Tulikuta majani chai kilo moja ikiwa 44, sasa imefika 64. Tunataka isonge ifike 100 kwa kilo. Kahawa, najua hapa hakuna kahawa mingi, lakini na wasii wa Kisii tuanze kupanda kahawa, kwa sababu ile kahawa ilikuwa 50 shillings, 60 shillings 2022, sasa imeinuka, imefika 120, 130, 140, iko na pesa nzuri. Ile maziwa ambayo tulikuta iko na mashida, tunajaribu kuungana nayo ili tuongeze bei ya maziwa. We found it at 3 shillings, and right now the price of milk iko about 50 shillings, but we still want to work hard and increase that price. Kwa hivyo mimi sitaki uzidi kuliko hapa. Tunajua tuko na program ya stima ambayo inaendelea kwa Kisii for the entire county. The electricity program is about 2 billion shillings. Ilikuwa 1.6, Rais ameongeza by 400 million. The program for Kisii for last mile connectivity ni 2 billion shillings, ambayo ita connect an additional 32,000 households with electricity here in Kisii. Na hapa Bomachoge tunajenga masoko. Iko masoko mawili tunajenga hapa. Iko moja